So leo kuna issue moja ambayo nimewaletea. Watu wengi sana huwa wanatamani kuingia Illuminati ama Freemason, lakini hivi ni vyama viwili tofauti. Illuminati na Freemason ni vyama viwili tofauti. Lakini so unapata watu wengi wao wamechanganyikiwa. Unapata mtu anakuambia mimi natamani kujiunga Illuminati au ili awe tajiri, ama mwingine anasema mimi natamani kujiunga Freemason ili awe tajiri. Lakini leo nataka nikuambie tofauti ya hivi vyama viwili na kazi yao ni gani. So, tukianza na Illuminati. Illuminati ni chama ambacho kilianzishwa kitambo sana, na lengo lao walikuwa ni wapinga serikali. Wao walikuwa wanapinga serikali. So, walianzisha hicho chama kwa sababu ya kupinga serikali. So, wao walikuwa wanataka waondoe serikali na pia waondoe dini zote. Walikuwa wanataka kuleta kitu kinaitwa New World Order, sheria mpya ulimwenguni. So wao lengo lao lilikuwa ni watengeneze chama cha watu mashuhuri, na hicho chama kilikuwa kina target wale watu ambao ni wasomi, watu kama lawyer hivi, watu wakubwa, viongozi wa siasa hao wakubwa, watu kama hao, ama watu tu, yani watu mashuhuri tu. So ndio walikuwa na target watu kama hao. So wakatengeneza hicho chama ili wapindue serikali na pia waondoe dini zote. So wao walikuwa wanataka waongoze ulimwengu, walete sheria mpya ulimwenguni. So wao lengo lao lilikuwa ni kuleta New World Order, na waondoe dini, waondoe serikali. So serikali ingekuwa ni moja na ingekuwa ni yao ya Illuminati, na dini ingekuwa ni moja na ingekuwa ni ya Illuminati. Okay. Lakini walikuja wakakuwa banned, wakapigwa marufuku. So chama chao kikakuwa secret, na ndio wanajiita hadi leo Secret Society. Okay, tukienda upande mwingine wa Freemason. Freemason wao ni chama cha kitambo sana, ni chama ambacho kilianzishwa na Nabii Suleimani mwana wa Daudi. Wale wasomi wa Bible wanajua, wanaelewa. Kilianzishwa na King Solomon. King ambaye anaaminika ndiye alikuwa king mwenye knowledge sana, alikuwa mwenye wisdom sana. So yeye ndiye alianzisha hicho chama, na yeye lengo lake la kuanzisha hicho chama ni kwa sababu alikuwa na knowledge ya kujenga. Wao wanajiita Freemason. Kwa Kiswahili unaweza ukatranslate kuwa wajenzi huru. So wao walianzisha hicho chama kwa sababu walikuwa wanajiamini wao ndio wajenzi waliobobea sana ulimwenguni kote. Ndio maana wao wakaanzisha hicho chama cha Freemason. Lakini wakati Suleimani alikufa, hiyo formula iliibiwa na watu wengine, na watu wakaendeleza hicho chama. Lakini kulifika mahali Illuminati wakaanza kutumia Freemason kuwajengea majengo yao. Sijui kama unanielewa. Illuminati walikuwa wanachukua Freemason, wanawalipa ili wawajengee mijengo yao. Juu Freemason wanaaminika sana ni wajenzi ambao wako sawa. Hata ukiangalia hapa Kenya, ukiangalia jengo kama State House, jengo kama la Bunge, jengo kama Supreme Court, hizo ni jengo ambazo zimetengenezwa na Freemason na ushahidi upo. So Freemason lengo lao ni wajenzi huru. Ndio maana unaonanga hata kwa hizo alama zao kuna hizo nini za protectors, za rulers, yani ni vifaa za ujenzi tu. Lakini walianza kuhusishwa kwenye hizi rituals kwa sababu ya kuonekana kwa ukaribu sana na Illuminati. Lakini walikuwa na ukaribu na Illuminati kwa sababu Illuminati walikuwa wanawalipa ili wawajengee mijengo zao. So hivyo ndio walianza kuonekana kama watu wa rituals. So lakini sasa hivi kuna dhana ambazo zinasemekana kwamba pia ukiingia Freemason unakuwa tajiri. Lakini wao wana focus sana kwa vipaji. Wanamuziki, wacheza mpira, waigizaji, wachekeshaji, watu kama hao. So wao wana focus sana kwa vipaji. Lakini Illuminati wao pia kuna dhana inasemekana kwamba wao ukiingia huko lazima uko unatoa kafara. Inaaminika Freemason hakuna kafara, wanakusaidia tu, wanakupea tu support. Lakini Illuminati ni lazima kuna kitu ambacho utatoa. Lakini bado ushahidi haujapatikana kama vya siri, lakini Illuminati nao iko na siri sana than Freemason. Okay, wacha nifanye research alafu nitakuja kumalizia hii story.